Asante. Asante sana Gavana Lusaka kwa hizo rambirambi zako. Watu wetu, wakati tunamzika huyu mzee Nathan Mnoko, ile jambo ambalo nataka kutafakari sana sisi kama jamii ni mambo ya uongozi wetu. Maana wale wazee ambao walitangulia sisi kule mbele wakiongozwa na Masinde Muliro, Wamala Kijana, wale wametajwa kina Joseph Muliro, walitufanyia kazi nzuri. Hao ndio watuletea sisi beacon hapa Trans Nzoia, tukaenda tuacha nyumbani. Na kwa sasa katika jamii yetu hali ya uongozi sio mzuri, tuko na hati kidogo. Maana lazima pia tuambiane ukweli. Leadership ya jamii yetu iko wapi? Wakati watu wanaongea masuala ya kitaifa, sisi kama jamii masuala yetu yapo wapi? Na ndiposa juzi wakati tulikuwa kule Bungoma kwa mazishi ya Mama Anne, nikaona wale viongozi ambao huwa wanatuambia kwamba wako namba 3 wanaamuka wanaomba wa president miradi ya maendeleo. Actually mzee mwenyewe ambaye alikuwa amefiwa ndiye anaamua kusema kwamba upgrade a technical school kwa National Polytechnic. Na hapo tuko na kinara wa cabinet, baada ya cabinet secretary, prime cabinet secretary hapo pale ambaye ana coordinate all these departments. Mimi nilipeana hisia yangu kwa sababu president huwa anaambiwa ni mtu muongo. Wale watu ambao wanafanya president anakuwa mtu muongo ni wana ambao wanakuja kuitisha miradi, ni wajumbe. Hizo miradi wanajua hawajaweka kwa budget, haiko kwa budget. Alafu wanakuja kwa matanga wanakuambia tuwekee hii barabara. Akisimama anasema nimetenga pesa. Najua hajatenga pesa. Alafu baadaye wanasema ni nini? Ni muongo. So kama nyinyi ni namba 3 ya ukweli, jiulize kwa nini yule alikuwa ananitusi kule Bungoma hakuna siku anaomba miradi mikutano ya hadhara, wakati anaweka shilingi bilioni 1.5 kutengeneza barabara katika constituency yake moja. Alafu sisi zote 5 counties za Western Region tumepewa shilingi milioni 250. Na hiyo pesa mtu ambaye anakaa kwa ile kiti ya speaker anaangalia budget akipitisha, amekaa pale haoni kwamba this one constituency 1.5 billion, these are 5 counties 250 million. Mbona haoni hiyo? Sisi hatutaki tena uongozi wa kupakana mafuta kwa chupa. We don't want it. Tunataka uongozi ambao una impact positively kwa maisha ya watu wetu. Hiyo ni mimi nataka tu. Sisi tumewaheshimu, wamekaa kwa miaka mingi. Na wewe kala mseruka lipa kutimani ya mse. Hapo ndio sisi tumefikia sasa. Maana watu wetu hatuwezi kungojea tena. Niliambia wengine siasa ya 2032 imepangwa tayari. Waje na 2027. 32 imepangwa. Kwa hiyo arithmetic Mluya yuko huko. Na watu tuambia tungojee wafike hapo ndio watupange. Nyinyi mtakubali maneno kweli? Hatuwezi kubali. Na ndiposa wanaleta watu kuja kunitusi mimi. Kwa sababu Kerio Valley, what's happening in the North Rift ni kwamba jamii ziko na bunduki. Na wale wajumbe wamenunua, mjumbe wa pande amenunua weka bunduki, hao wamenunua bunduki, wote wanapigana. Na wakati hizo jamii zinapigana, hata polisi hawezi enda hapo. Polisi hata akiua jangili kule Kerio Valley, polisi auwe jangili, that same day that police officer is dead. The number of police officers ambao wameuawa na majangili in Kerio Valley, police in uniform, wale wanajulikana, is a shame. Na hao viongozi wale wenyewe ambao wanatumia pesa ya CDF kununua bunduki, kununua risasi, kupatia majangili kuua watu.
If a leader thinks that kuna kidnapping in Kerio Valley, huyo kiongozi yeye title ana misuse tu. It's not a leader at all. Na mimi kuna wakati niulizwa shida ya kule ni nini na watu wa media. And I gave the problem and I gave the solutions. Na mimi nashukuru Mheshimiwa Kindiki ameimplement into the letter because what is flagging that the past was political goodwill. Sasa wameweka pesa kule, wamepeana support, mambo yamerudi chini. If you don't understand the geography of this country, unasemaje kwamba anatembea ameua watu Kerio Valley na akapeleka Yala? You don't just talk because you have a mouth. So unaongea mambo mingi ambayo haina maana. So saa hizi bila watoto wanachukuliwa kiwao, mnasema watoto wako kidnapped. Na jana kwa runinga mnaona wawili wamepatikana wamekufa. Sasa wale kidnap wakaenda wakajua. Can we be a serious government? A serious people can do things seriously. Now wale ambao wachukulia kule Embu, kule Nairobi, so kulingana na huyo jamaa Regional Commission wa Nairobi atakana kuuliza mambo ya kidnapping na mambo ya abduction. Hiyo ni kazi ya Regional Commission. Sio kazi ya Regional Commission na hiyo. So the truth is this. There's something wrong in this country. Kuna watu wana abduct watoto, wanapotea na watoto, wanaenda wanaua watoto. And this thing must stop. And this one, the president cannot escape this one. Because the responsibility of protecting people's lives and their property squarely stops at this door. So na mimi nikiongea kama rais yako, maneno naambia rais mwenye anakuja kujibu is another fellow, hata ambaye kwake hawezi kufika huko sasa. Number two, hii mambo wanasema anatembea trafiki ya Rigiji. Ndio naona mtu anachemuka hivyo kwa sababu hapo anavita na Rigiji huko. Wananiwekelea huyu mtu ya Rigiji. Na Rigiji mwenyewe hata mimi kuongea naye kwa simu huwa siongea naye kwa simu. We've never spoken, we've never met anywhere. Hatujawahi kukutana na Rigiji. Lakini mko na system, mko na National Intelligence Service. Lakini mnaongea maneno fitina tu kama watu wengine kama kala kipato. Why can't you use the system to confirm kwamba anatembea anaongea na huyu jamaa? But most importantly, ile vita ya Rigiji ilikuwa ni vita ya Kenya Kwanza. Hao watu walitembea pamoja bila walikosana, mimi sijui. The fact kwamba mmekosana na Rigiji, why should I differ with him? Mimi amenikosea nini? Hajanikosea chochote. Sasa yule jamaa alikuwa anaongea jana na kunitusi. Na Rigiji mwenye hajanitusi. Sasa leo hii nikisema nichague nani nitafanya naye kazi, nitachagua nani? President lazima ajue hao watu ambao wana mdomo mrefu wanafikiri wanamsaidia, wamechora mlima, wanakuja kuchora Western. Na kule ndio kama hakuna kura na Western ikose kura, president hata akifanya miujiza gani hawezi pata kuwa president tena. It's not be possible. So angalia watu wake wanaongea namna gani, maana wanachoma kila mahali, they're burning everywhere. Ama hao wanafikiri kwamba wale jamaa walikuwa wamefunga matai jana ndio wataleta kura Western. Hawezi leta kura Western. And it's not good to choose friends for me. It's not good to choose friends for me. Wakati Rigiji alikuja mazishi ya ndugu Okioma, my brother Lusaka was there. Because Okioma pia alifanya kazi na yeye. The entire national government administrative officers wa kuongezwa na Osia, they were there. Serikali mzima ilikuwa pale. Mimi nilipokea Rigiji pale kwa airstrip, nilikuwa na county commissioner. Na senator wa Trans Nzoia, mtu mmoja na fitina kabisa. Nilikuwa na yeye. Na that day Rigiji akikuja, I was just going to clarify things. Ili and pray that this matter goes to bed and goes to bed permanently. So that we don't speculate. Rigiji, the former deputy president, alikuja na ndege ya Kenya Air Force. Foka. Ndege ya presidential jet ndiye alikuja nayo, alishumu wewe ndege mimi nikimpokea. As a part of the SANS protocol, mimi hata mawaziri huwa nawapokea hivyo na taati, mwenzangu magavana wengine nawapokea namna hiyo. I received Rigiji that way because he was a state officer, he was a deputy president of Kenya.
Walikuwa wanataka mimi nitoroke. Sasa kila mara wanaweka picha na tabia alipokea Rigiji, alipokea Rigiji, mlikuwa nataka tufanye nini? That day he had already been impeached. Hata Osoma was going to be impeached. And nikampokea kama deputy president of the Republic of Kenya, nikampokea tukaenda Matanga, akazika ndugu yake. Tukamwescort akafanya nini? Akaenda. Sasa hapo shida iko wapi bwana? Sasa mnakufa tu na mtu, mnakufa tu na mtu. Sasa kama nyinyi mnataka mimi nisoke pande hiyo nifanye kazi na Rigiji, mniambie tu kweli kwamba wewe unataka fanya kazi na nini? Na Rigiji. Hao jamaa wako tayari sana kufanya kazi na mimi by the way. So tuheshimiane, tuache mambo mingi, tuache mambo mingi tu. Ile vita yenu, huyo jamaa alikuwa anaongea, anapiga kelele, asira alikuwa ametoa mahali pengine tu. Don't even about that funeral. So lazima tuelewane kwa watu wetu. Mungu anasema mambo ya Mau Forest. Anatembea toa watu Mau Forest. Sasa kama mimi nilifanya makosa kuondoa watu Mau Forest, bali niwatoa. Kama kuna kitu mimi I feel proud as a retired public official is the restoration of the Mau Forest. Kama nilifanya makosa, wako na serikali sasa hizo warudishe watu kwa Mau. Wale nini kama nilifanya makosa correct makosa hao warudi nini? Warudi Mau, they leave me alone. Lakini wakati mnakadiria pesa mnasema these billions inakuja from tourism. Masai Mara Game Reserve inaleta these millions of dollars. Mkumbuke kwamba hizo dollars zitakuja Gardens of Natembea. Hiyo mara hiyo ilikuwa imekauka. That 71 of the world, the close of the world beast ilikuwa imekwisha, ilikuwa ni matope tu. Sasa we have recovered that river, we have that forest, watu wanapiga kelele. Kama ni makosa, watu warudishe wapi? Because you can't be talking about conservation, then you are condemning those who are conserving the forest. And lastly on this matter, wakati mimi nilikuwa RC, tukifanya kazi la Elgeyo Valley na the North Rift, nikifanya mambo ya Mau, who was the deputy president of Kenya? Sasa wewe unalaumu RC na umekaa na deputy president. You know, mama is pleased as behavior sio mzuri. Lazima tukue tu watu ambao ni serious. So sisi tukiongea hivi nasikia wengine wanataka kuweka impeachment. Sawa, wazungu nasema ni sawa. It is fine. But the culture of intolerance in this country must stop. Ile culture ya intolerance, tupende freedom of expression kwa ndani ya katiba. Let us just exercise it. Let us exercise it. Lakini mtu atakisema hivi, unasema utafanya hivi, akisema hivi utafanya hivi, at the end of the day we'll have no country. Please msiwaje kweli namna hiyo. So ningependa nimalizie hapo. Nimesema tu nijibu ile mama ambaye alikuwa ananiwekelea juzi. Wengine wakaongea ati mimi nisaidia baba wa speaker. Mimi I was not bragging. We must put things in context. Mimi nikiamka kuongea, walikuwa wameweka vijana hapa ya Ford Kenya they were heckling me. Wakiniambia niheshimu sio nani niheshimu nani. So nikasema nani ngoja kidogo. Nikasema let us put this matter in context. Nikasema kwa hii familia hii ya Wetangula niko na marafiki hapo. Mzee ni rafiki yangu. Mheshimiwa Timu ni rafiki yangu. Fred ni rafiki yangu. Na kuonyesha kwamba tuko na urafiki, hata mzee nimemsaidia hivi na hivi. I was not bragging. I was just laying the foundation to enable kwamba kwa hiyo bwana tutakuwa tunapendana na speaker, lakini watu wengine pia ni marafiki wangu na kwamba siasa sio vita. Sasa iko ni jambo watu wote wanashikilia hapo na kunikondemu, you know. We are just being petty at the leadership of this region and you have to get serious at some point. Mimi nimeongea vibaya sasa. So watu wetu, mimi naomba tu tukue united. Tuendelee kuwa united. Kule mbele mambo ni magumu, sio mambo rahisi. Watu wameweka barriers huko, wataki watu wengine wafike huko. Wala ambao wako pale ile kazi walipewa wameshindwa kuifanya. So lazima tutasukumana kwa nguvu mpaka tufike kwa hiyo meza. Tukifika kwa hiyo meza sasa ndio tutapangia watu wetu sawa sawa. Na hii nchi watu wanakaa na hii wasiwasi hata ujue ni nini, kwa sababu the distribution of resources in this country is skewed. Kuna wale ambao wanapata nyingi, wale wengine wanapata kidogo. Wengine wanaona wengine wakikula, wengine wanaangalia tu wanakula kwa macho. We want a country ambayo iko balanced.
Mambo ikitolewa tunapeana resources equitably, maendeleo yanakuwa split equitably, ili kila mtu afili kwamba kwa part and parcel of this republic. That's all we want. Hatutaki mambo ya ukabila, hatutaki mambo ya mapendeleo, hatutaki mambo ya tribalism. We just want a country where all of us live peacefully and happy. Kwa hivyo kwa hayo mengi ningependa kusema kwamba roho ya marehemu mzee wetu Nathan Munoko, Mwenyezi Mungu aiweke mahali pema kule mbinguni mpaka ile siku ambayo tutakutana, baada hiyo ndio safari. Tukimaliza viongozi tutafanya mchango kidogo, maana familia pia iko na wakati mzuri wa kupanga. Kuna mambo mingi ambayo gharama ya kifedha ambayo tunatakana kusaidia kidogo. Kwa hivyo hivi baada ya ibada tufanye harambee kidogo, ile pesa tuko nayo tuwachangie ili walipe a few bills here and there. Asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Gavana. Ningependa kwa heshima, kwa sababu ibada ilikuwa ishafanyika na Mheshimiwa Gavana amesha set foundation ya viongozi wetu, kwamba tufanye kitu angaa kwa sababu ya jamii, kwa sababu kuna expenditures zimefanyika mingi na mnajua hali jinsi ilivyokuwa. Kwa hivyo ningeomba tu waimbaji mtaniwekea wimbo, alafu wakati wanaimba tutasimama tu sote tafadhali tuweze kuleta, tuanzie kwa viongozi na wale watu wengine pia mnaruhusiwa kutoa kwa sababu ya kufariji jamii hii. Viongozi tutaanza tu na wale wengine tunaruhusiwa pia kutoa kwa sababu ya kufariji jamii, na kurudisha kipaza sauti upande wa pili ili kanisa liweze kumaliza ibada. Asante. Ni wakati wa mchango tafadhali. Tutaanza na wanaume kwa haraka tafadhali. Kwa ajili ya muda tuwapigie mzee wetu alazo mahali pema tafadhali. Thank you. Quiet.